الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Naam, ndugu zanguni, tunasema hadha min fadli rabbi, hii ni fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Natembea lakini kuna pahali kumoja paka leo sijapasahau, japokuwa kuja kuwa bora zaidi ya Maka na Madina humu ndio kufika Arusha, kule pale ninapopenda sana. Hapa Kenya kile ninapotembea sijaona pahali pazuri kama vile nilivyokuona kule. Kuna ustaarabu mzuri, ardhi yake sawa ya kukatika katika udongo lile ambaye au kidogo na afadhali, lakini wako vizuri. Watu ambao kwamba wakulima wanalima, wanapanda miti, wanapanda mboga, kila aina mboga na kila aina mazao. Wajitahidi sana watu wa Arusha, Mwenyezi Mungu awabarikie kwenda kwa Masai. Sasa ninakuja huku sehemu za sijui za wapi huko Bombo, sijui kama kwa wapi huko Kashani, lakini bado hakujafika. Ninakwenda sehemu ambapo vijijini, lakini nyumba zake kidogo kama ile kule mnaoiona kule, yani Wamasai wameendelea, wamejijenga. Huwezi kupata nyumba ya kijinga ya kimatope, na kama ameweka kimatope ameweka kwa sababu yani ya asili, yani mwacha mila ni mtumwa wenyewe wasema. Lakini kinyumba wajenga nyumba nzuri za chini, lakini na kama ni ukulima ni wana ukulima wa hali ya juu, sio miti za mbao, sio miti za mboga na vyakula. Mwenyezi Mungu abarikie. Ni kwanza wakati wa mvua tena. Huko kwetu sisi wavivu sana, na kama kuwezeshwa hata wale kule pia hawawezeshwi. Lakini nilijaribu kuingiliana na watu. Je, nasema mjitolea kwa namna mnavyojitolea. Je, kuna uwezo wote ambao mwapewa kutoka na serikali wakatuonesha kwa ni jitihada zao? Basi nikasikitika sana, nikajua kumbe hii hali kumbe kwa ulimwengu mzima kuwa kuna viongozi lakini kuwezesha watu juu ya vitu hawashindwa. Sasa ikiwa wale wanajifanyia wenyewe bila kuwezeshwa alifikia pale, je, angepata kuwezeshwa, ina maana wangefanya makubwa zaidi ya yale. Lakini leo si hatujioneshi kujitahidi, hatujawezeshwa ndo tumpotea kabisa. Na huko kama tungewezeshwa basi tungeona kama labda tunasumbuliwa, ina maana. Lakini serikali ni jukumu lenu kuwezesha watu, japokuwa huku kwetu wakambe kusudi zafanywa ili huku kubakia hivi. Kama mazuri atokee sehemu moja kila siku, hiyo watu wanachukua kupitia sehemu moja. Rai lioje kule, huku kwa toa, si ndio uchumi huo ndio wazidi kuenuka vizuri na kupata mataifa mengine kuingia kibiashara kwetu. Hem, tujaribuni jamani, serikali kuenua watu na kuwezesha watu kujituma. Tusijizoezeshe kukamua watu na kufanya watu kwa kukamuliwa na wao kwa wenzao, kuwa mwenye nguvu kumkamua mnyonge na mnyonge kumkamua mnyonge wake zaidi wa chini yake. Tusiwe ni hivyo jamani. Ndugu zangu, napenda kuombea harakati ya Hizbu Tahrir, Mwenyezi Mungu aibarikie, na wanaharakati wote na jumla ya Waislamu wote, madai wote katika ulimwengu wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu awabarikie na awape usawa inshallah, na tuondoe tofauti zetu, na tofauti zetu zisiwe zenye kutufanyia uadui, kutufanya kuwa maadui na kutukanana. Tofauti zibakie lakini zisitukosanishe. Tofauti kwetu ni ikhtilafi ambayo kwamba zikubalike kwa sote, wala tusiwe sababu ya kutengana. Mwisho kabisa tunamwombea Ata Abu Rashta, Mwenyezi Mungu ampe afya na uzima, na Mwenyezi Mungu amwezeshe, ampe tunu ya kumtawaza kuwa khalifa mwenye kusimamia Waislamu na hasa kwa Waislamu chini ndani ya utawala wa khilafa inshallah daulatul islamia. Mwenyezi Mungu abarikie Waislamu wote, hususan na nyinyi wana Hizbu Tahrir. Naombea Mungu sana madai mashababu wenye kubeba majukumu tofauti. Mwenyezi Mungu abarikie nyote inshallah. Ndugu zangu, harakati ni Hizbu Tahrir, tunalingania ndugu zangu, wala hatuzitukani harakati nyingine,
tuombea Mungu, lakini tuungane na harakati hii, tusimamishe hili lengo ambalo kwamba ndio litakuja kutoa matatizo yote ambayo kwamba kwa katika ulimwengu, na lengo letu ni khilafa. Bendera yetu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyeupe na nyeusi. Wabillahi tawfik insha Allah.